Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha programu za kuondoa maskini nchini, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itafanya uchambuzi wa kina wa programu zinazotekeleza afua zinazolenga kuondoa maskini nchini ambazo zitatekelezwa katika kupitia sekta husika. Aidha, kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Takwimu pamoja na taasisi zingine za utafiti, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itaandaa taarifa ya hali ya umaskini nchini kwa lengo la kutambua ni kwa kiasi gani programu zinazotekelezwa zimechangia katika kuondoa umaskini nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha, ili kuwa na uratibu thabiti wa programu za kuondoa maskini nchini, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itaandaa mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa umaskini, yani National Poverty Monitoring Framework. Mfumo huu pamoja na mambo mengine utajumuisha viashiria vya kupima umaskini, mifumo ya ukusanyaji takwimu, uratibu wa taasisi, uchambuzi na utoaji wa taarifa pamoja na matumizi ya matokeo katika kupanga na kutekeleza sera na bajeti. Viashirio hivyo vitasaidia kuhakikisha kuwa taarifa sahihi zinapatikana na kutumika katika kufanya maamuzi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kueleza kazi ambayo tunapanga kuzifanya kupitia mpango kazi huo, naomba sasa niwasilishe mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026/27 Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu namba 7 imepangiwa kukusanya na kuchangia kwenye mfuko mkuu wa serikali jumla ya shilingi trilioni 1.79 kutoka kwenye vyanzo vya mapato yasiyo ya kikodi kupitia gawio, michango ya 15% na mapato ghafi, mapato yatokana na mfumo wa usimamizi wa mawasiliano wa simu Tanzania TTMS, rejesho la riba na mikopo ya ziada na mapato mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kutekeleza majukumu ambayo nimeainisha katika hotuba yangu hii, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji inaliomba Bunge lako tukufu kupokea, kujadili na kukubali kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 144,850,349 kwa mchanganuo ufatao. Mosi, fungu namba 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, tunaomba kuidhinishiwa matumizi ya kawaida shilingi bilioni 26,244,864 na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9,141,147 ikiwa ni jumla kwa fungu hili shilingi bilioni 35,386,311,011. Fungu namba 66, Tume ya Taifa ya Mipango, tunaomba kuidhinishiwa matumizi ya kawaida shilingi bilioni 39,322,083 na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9,319,512 kwa fungu hili jumla shilingi bilioni 48,641,595,000. Kwa upande wa fungu namba 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 60,451,752 ikiwa ni matumizi ya kawaida na shilingi milioni 370,691,091 ikiwa ni matumizi ya miradi ya maendeleo. Jumla katika fungu hili shilingi bilioni 60,822,443 43. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeainisha maombi haya katika ukurasa wa 49 jedwali namba 1. Hitimisho. Mheshimiwa Waziri, kabla ya hitimisho, naomba urudie zile figa za Tume ya Mipango fungu 66 ile ya record ya Hansard. Sawa. Tume ya Mipango, Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu namba 66 tunaomba kuidhinishiwa matumizi ya kawaida shilingi bilioni 39,322,083 na miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9,319,512,012. Jumla katika fungu hili bilioni 48,641,500,095. Okay, asante. Hitimisho.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyotangulia kusema awali, mkutano huu wa Bunge la Bajeti ni wa kwanza katika kuanza kutekeleza Dira 2050 na mpango wa taifa wa maendeleo wa muda mrefu pamoja na mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo na mpango wa taifa wa mwaka 2026-27. Aidha, huu ni mkutano wa kwanza katika kuanzisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2029. Hivyo sisi kama wabunge tunalo jukumu kubwa katika kuweka misingi imara ya kufikiwa kwa malengo na matarajio ya Dira 2050 pamoja na ahadi tulizozitoa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msingi huo, napohitimisha hotuba yangu, naomba kusisitiza mambo 6 yafuatayo. Mosi, ni kweli nchi yetu imejaliwa rasilimali nyingi za asili ikiwemo ardhi, madini, maji, misitu na wanyama. Hata hivyo, ili rasilimali hizi zilete tija na kuchochea maendeleo ya uchumi na kutumika kuboresha maisha ya watu wetu, lazima zikutane na mitaji na teknolojia. Hivyo basi, tusiogope wala kuona aibu kuvutia na kutumia mitaji na teknolojia kutoka popote ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuendeleza rasilimali zetu katika kufanikisha malengo yetu ya kiuchumi na kijamii. Rasilimali peke yake bila mitaji na teknolojia haziwezi kutusaidia. Namba 2, watekelezaji wakuu wa mipango yetu ya maendeleo ni sekta ya umma na sekta binafsi. Sekta ya umma na sekta binafsi ni timu moja inayosaka ushindi. Ushindi wenyewe ni kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Ushindi wa timu moja hutegemea ushirikiano wa wachezaji. Hivyo basi, ni muhimu kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kutekeleza malengo yetu ya kiuchumi. Tuwe na lengo na juhudi za pamoja. Tukiwa na sauti moja, tutakuwa na wimbo mzuri wenye mvumo, sekta ya umma na sekta binafsi. 3, ni muhimu tujenge uthubutu wa kujaribu mambo mapya na kujenga utamaduni na nidhamu ya kutenda. Hivyo tuwalinde na kuwathamini watu wanaothubutu kufanya mambo mapya. 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, dhima ya uongozi wowote ukiwemo uongozi wetu hatimaye ni maendeleo ya uchumi na maisha ya watu wetu. Hivyo basi, kila hatua tunayochukua na kila nadharia tunayoifikiria lazima ilenge katika kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu wetu. Hivyo katika kupima mafanikio kwa mipango ambayo tunayo, katika kupima mafanikio ya juhudi zetu, tutazingatia vigezo vya kukuza uchumi, kuboresha maisha ya watu, na hii tunazingatia kupitia kupanuka na kuimarika kwa ubora wa huduma za jamii, kupungua kwa umaskini na kuongezeka kwa ajira hususan miongoni mwa vijana. 5, sisi ni taifa linalomwamini Mungu na tunamwomba sana Mungu kila siku, na hili ni jambo jema sana. Kama nchi ni mtaji mkubwa. Hata hivyo, lazima tutambue kuwa maendeleo hayateremshwi kutoka mbinguni. Viongozi na wananchi lazima kujenga imani kwamba hatimaye maendeleo ya kweli ni matokeo ya bidii na maarifa katika kazi. Lazima tujenge utamaduni na nidhamu ya kuchapa kazi kama njia pekee na ya uhakika ya kupata maendeleo yetu kama wanadamu, kama jamii na kama taifa. Na mwisho, namba 6, tuendelee kusisitiza na kutekeleza kwa vitendo nidhamu ya kubana matumizi na kutumia vizuri rasilimali zetu, ikiwemo rasilimali muda. Muda nayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni rasilimali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe kwa kuwashukuru watendaji wote wa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi zilizo chini yake
kwa kufanikisha maandalizi ya hotuba yangu ya budget ninayowasilisha hapa. Hawa ni pamoja na Mheshimiwa Dr. Pius Steven Chaya, mbunge wa Manyoni, ambaye ni naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, kijana mchapakaji sana huyu Mheshimiwa Mwenyekiti. Dr. Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu mipango na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, anayesimamia vizuri sana Tume yetu ya Taifa ya Mipango. Ndugu yetu Dr. Fredi Matola Msemwa, katibu mkuu, anayesimamia vizuri sana sekta yetu ya uwekezaji. Ndugu Nehemia Kiando Mchechu, msajili wa hazina, anayetusaidia sana katika kusimamia na kuadili mashirika yetu ya umma. Na kijana wetu ndugu Giliad John Terry, mkurugenzi mkuu wa TISEZA, ambaye anamsaidia sana Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wawekezaji wanakuja na wanabaki katika nchi hii, pamoja na management na watumishi wote wa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji na taasisi zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii pia kama alivyotambulishwa kutambua uwepo wa moja wa walimu wangu na walezi wangu muhimu sana ambao wametoa mchango mkubwa kunijenga hivi nilivyo. Huyu ni Profesa Helmi Joseph Mosha, profesa wa miaka mingi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, aliyenifundisha katika ngazi mbalimbali, lakini muhimu sana akanilea kitaaluma na ndiye aliyenitia moyo kuendelea kuwa kiongozi. Nakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, niliteuliwa kuwa mkuu wa idara, nimetoka tu PhD nikakataa, nikasema mimi nataka kufanya machapisho. Profesa huyu aliyeniita akaniasa, usikatae nafasi ya uongozi katika utumishi wa umma, ndio nikaendelea. Kwa niaba ya walimu wengine walionifundisha, Profesa, Mungu akubariki sana, na nimefurahi kwamba umefika hapa bungeni leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninawashukuru wadau mbalimbali wa maendeleo kwa mchango wanaotoa katika maendeleo ya nchi yetu. Ninaomba kuwataja angalau wachache ambao tunashirikiana nao kwa karibu: Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya, Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Trademark Africa, Gasbi Africa, sekta binafsi ya Tanzania Private Sector Foundation, Chemba ya Biashara ya Taifa NTNCC, na Shirikisho la Wenye Viwanda Tanzania CTI, na wengine wote ambao tunafanya nao kazi kwa karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa umuhimu wa kipekee kabisa nataka kuyashukuru makampuni mbalimbali ya ndani na nje ya nchi yaliyowekeza na yanayoendelea kuwekeza nchini mwetu, na wengi wamekuja hapa leo. Tunashukuru sana kwa kutuunga mkono. Uwekezaji wao ndio roho ya uchumi wa nchi yetu. Tunawatambua, tunawathamini na tunaendelea kuwapa kila aina ya msaada wanaohitaji ili waendelee kufanikiwa, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio ya wawekezaji ndiyo mafanikio yetu kama nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme pia kwamba hotuba yangu hii inapatikana katika tovuti ya Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji pamoja na taasisi zake www.popi.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, sasa naomba kuliomba bunge lako kupitisha makadirio ya mapato ya shilingi trilioni 1.792 na matumizi ya jumla ya shilingi bilioni 144 milioni 450,349 kwa ajili ya Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji kwa mwaka 2026. Kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 126 milioni 18,999 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 18,831 milioni 950,000 kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na tumeonyesha jedwali namba 1 ukurasa 49 wa kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba hotuba yangu hii pamoja na kitabu cha hotuba tulichowasilisha na rarama zake zote ziingia katika kumbukumbu za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja.